neno la Mungu lichanganyike na imani yako ili litoe matokeo. Amen. Unanielewa? Kama ulichanganyi na imani, utasema tu labda wengine ndo wanaponywa, kumbe Mungu ana kanuni. Haleluya. Anasema maana ni kweli hao nao walisikia vile vile kama sisi tulivyohubiriwa, lakini neno lile lilohubiriwa kwao halikuwa faa, kwa sababu walikuchanganyika na imani yao waliolisikia. Nani yuko tayari kuchanganya neno la Mungu na imani yake? Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Wewe imani yako umechanganya na nini? Kila mtu hapa anayo imani. Umechanganya na nini imani yako? Na mapokeo ya wazee? Umechanganya na nini imani yako? Kumwamini mchungaji kuliko kuamini neno la Mungu inakula kwako. Sawa? Imani yako umechanganya na nini? Maneno mengi hayawafai watu. Tatizo kubwa ni hili, hawachanganyi na imani zao ili litoe matokeo. Amen. Haleluya. Siku moja niliwaambia, nilienda kupima kipindi fulani miaka mingapi? 6, 7, 8 nyuma huko. Nilikuwa najisikia kuumwa tu. Kila siku nikiamka tumbo lilikuwa linauma tu. Kaenda kupima nikaambiwa kuna vidonda vya tumbo. Hata sijui nani alikuwa roza utumbo. Na vidonda vya tumbo. Alafu akasema BP kama inakuja hivi. Akanitajia sijui na ugonjwa gani mwingine. Niliporudi nyumbani nikashika Biblia. Nikafungua kitabu cha Isaya. Katika kitabu cha Isaya 53. Mstari wa kwanza kabisa. Umeandikwa, ni nani aliyesadiki habari tulizozileta? Na mkono wa Bwana amefunuliwa nani? Nikagundua kumbe ukiamini na kuanza kuishi Mungu anavyotaka, mkono wa Mungu unatokea kwenye maisha yako. Nikamwambia Mungu, mimi hapa nimesadiki. Mimi nimesadiki habari iliyoletwa na Isaya. Mimi hapa. Nikashika Biblia nikafunika. Nikachukua taarifa zao nikaziweka pembeni. Nikasema situmii dawa yoyote, nimeamini Mungu alichoniambia. Haleluya. Nilipotoka hapo nakwambia sikuwahi kuumwa tena. Leo hapa nimesimama miaka sijui mingapi. Na sina mpango huo. Sina mpango huo. Na kwanza niko mbali na hayo mambo sasa hivi. Ni nani aliyesadiki habari tulizozileta? Na mkono wa Bwana amefunuliwa nani? Anayesadiki ndo anafunuliwa mkono wa Bwana. Nikwambie, dunia ya leo kuna watu wanamwamini mganga kuliko Mungu. Kuna watu wanamheshimu mwenye nyumba kuliko neno la Mungu. Mara ngapi unasikia neno alafu hamna matokeo? Shida nyingine mojawapo ni hii hapa. Ulichanganya ile imani na neno la Mungu. Mbona mnachanganya imani zenu na maneno ya watu? Si ndio? Moja. Mtu tu akatize hapa aseme nimekutana na simba mtaa huu. Muda sio mrefu. Nimekutana na simba kaelekea hivi. Tukimaliza ibada hamna mtu anaelekea huko. Hata kama umedanganywa. Mbona mnasadiki maneno ya watu na kuyatendea kazi? Neno la Mungu linasema hakuna kitu ambacho kinakushinda, ila kila siku unajiona kushindwa. Atokea mtu tu aseme Bwana nimekutana na nyoka mkubwa hapo. Hujamuona na unaogopa kweli kweli. Neno la Mungu linakwambia utapona, unagoma. Ila kuna jamaa anakuambia nimekutana na muhuni hapo, unaamini kuna wahuni kweli. Mbona unashikilia vitu vya watu kuliko neno la Mungu? Bwana asifiwe. Amen. Kwa nini tunaamini maneno ambayo tunaambiwa na watu kuliko maneno ambayo tunaambiwa na Mungu, ambayo ni kweli yana uhakika kuliko maneno ya watu? Biblia inasema kila zitakapokanyaga nyayo za miguu yako umepewa. Wewe nyayo zako zinakanyaga kila sehemu na bado hiyo sehemu huna. Na hata vilivyo vya kwako pia vinachukuliwa. Kwa nini? Kwa nini? Kwa sababu mlivyosikia hamkuchanganya ili neno na imani zenu ili lizae matunda. Na nielewa vizuri Kila kitu kuna vitu vya msingi uvifanye ili jambo fulani litokee, si ndio? Sio kama mnanielewa. Jana niliwaambia ule ujinga wa watu wengi mtaani, kama kitu chako kitakuja tu.
Yaani kama huyu mume wangu atakuja tu, kama mke huyu wangu atakuja tu, huwezi kupingana na mpango wa Mungu, atakuja tu. Niliwatolea mfano mimi, nikamwambia nyie si mnapika nyie, nenda kanunue zako chakula, mchele sijui nini, pika mboga, pika kiweke jikoni, kimeiva kaa sebleni, sema si cha kwangu, kitakuja. Chakula kile si cha kwako kweli, kitakufuata sebleni. Lakini kuna wahuni utasikia kama changu kitakuja tu. Sijui kama mnanielewa. Kila kitu kina kanuni, kila kitu kina kanuni, sawa? Ndio maana huwezi kuchukua chakula ukapitishia puani. Nanielewa? Amen. Changanya neno la Mungu na imani ili kitimie chochote Mungu alichokwambia. Chochote. Nimetoka kumwambia dada huyu ambaye jana tulikuwa tunafanya huduma kwamba kila ambacho walikifunga kinafunguliwa na wataanza kukupigia simu. Si umeshuhudia hapa wanakupigia simu tena za maana? Wewe unafikiri tuliroga ili wapigiwe simu? Tunatamka kwa imani. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na vinatokea. Mimi nimekwambia tunaweza tukatamka, si mashine zake ziliharibika, tunaweza tukatamka hapa akaenda akaizikuta nzima. Amen. Sijui kama mnanielewa. Imani haishindwi jambo. Imani haishindwi jambo.